Nyanda za Juu Kusini, hii ni Trust Media ikikutangazia moja kwa moja kutoka Makambako, Njombe, Tanzania. Leo kwenye exclusive interview tuko nyumbani kwa diwani wa kata ya Uhenga, Mheshimiwa Alfani Kawambwa, ambaye tunazungumza naye hapa. Utakuja kusikia mengi sana kutoka kwa diwani. Yeye ni diwani kutokea chama gani? Imekuwaje? Imekuwa rahisi kiasi gani yeye mpaka kuwepo hapo? Kwa sababu ukiangalia kwenye list ni kama madiwani kutokea chama hicho wako wachache sana. Tutakuja kumsikiliza hapa, yeye mwenyewe atajieleza kutokea A to Z ilikuwaje mpaka yeye kuingia kwenye siasa. Heshima yako, shikamoo. Marhaba za leo bwana. Salama kabisa. Jitambulishe kwa wanaokutazama sasa hivi, pengine wewe ni nani kwa wale ambao wanahitaji zaidi kujua kutoka kwako. Asante. Kwa majina naitwa Alfani Rashid Kawambwa, ni diwani wa kata ya Uhenga, halmashauri ya Wanging'ombe, mkoa wa Njombe. Kutokea chama gani? Kutokea Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Na ilikuwa ni rahisi kiasi gani? Kwa sababu tumeona viongozi kutoka chama cha upinzani wamekuwa hamna. Inawezekana mkaa mkuu wawili tu Tanzania nzima. Ilikuwa rahisi kiasi gani na ugumu kiasi gani? Kimsingi na historia kidogo, labda nianze nyuma kidogo. 2004 niligombea kupitia Chadema. Wakati huo Makambako ilikuwa ni vijiji. Ilikuwa kijiji cha Mji Mwema, niligombea wenyekiti wa serikali za mitaa. Wenyekiti wa kijiji. Kula hazikutosha. 2009 sikugombea. Kupitia Chadema hicho, lakini sikugombea, lakini 2014 niligombea. Baada ya kugombea nilishinda mtaa wa Sokoni, wakati tayari halmashauri ya mji wa Makambako ni mitaa. Imeshaanza mitaa. Niligombea mtaa wa Sokoni, kata ya Makambako. Kata ya Makambako ina mitaa 6. Kati ya mitaa 6, mtaa mmoja wa mtaa wa Sokoni ndio nilishinda mimi asubuhi na mapema. Ndio mwanzo wangu wa safari nilivyoanza. Ndio. Na baadaye ikawaje wewe ukaamua kujiingiza kupanda vyeo kuamua kugombea udiwani? Wakati 2019 sisi wenye vitu wa serikali za mitaa, vyama vya upinzani, rais wa awamu iliyopita ndugu Magufuli nadhani naweza nikusema alitufuta kwa maana tulionyeshwa kwamba hatujui kusoma na kuandika. Tulikatwa sana, wengi tulikatwa pamoja na mimi. Kwa hiyo baada ya hapo safari yangu nikahamia. Kwanza nilikuwa na kesi nyingi sana pale katikati, kwamba wakati mwingine nilipewa kesi kama mahakamani huko kwamba niliingilia uchaguzi sio na nini, mambo yakawa mengi. Lakini baada ya hapo nilitaka kugombea mjini hapa, kwa maana kata ya Makambako na hivi. Lakini bahati mbaya au nzuri naweza kusema wagombea tulikuwa wengi mjini hapa. Mimi nikaona nirudi nyumbani, kwa maana ya kata ya Uhenga. Mimi nazaliwa kijiji cha Ikulimambo. Baba yangu na mama yangu wako hapo. Bahati mbaya tu mama yangu amekufa mwaka juzi, lakini baba yangu yuko kule, anaitwa Mzee Rashidi Alfani Kawambwa. Mimi naitwa Alfani Rashidi Kawambwa. Yaani maana yake mimi jina langu jina la baba yangu. Sasa nilivyoamua kurudi nyumbani, na kwa sababu baba yangu mimi alishawahi kuwa diwani kule kata Saja kabla vijiji kata zijagawanyika. Kata ya Uhenga ni tawi la kata ya Saja. Baada ya kata Saja kugawanyika ikatokea kata ya Uhenga, ambayo ndo mimi nazaliwa, kijiji cha Ikulimambo. Kata ya Uhenga ina vijiji 3: Ikulimambo, Uhenga na Mapogoro. Kwa hiyo mimi nikawa nimerudi nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani, jina halikuwa geni, kwa sababu ya ufanyaji kazi wa babangu. Alifanya kazi vizuri sana kwa miaka 10. Kwa hiyo nilipofika pale sikuwa mgeni. Walihitaji uongozi wa mzee, kwa sababu alifanya vizuri, basi ubadilike na kijana wake achukue nafasi. Kwa hiyo nilipofika pale nikagombea, chama kikanipitisha. Baada ya kunipitisha chama, basi nikaingia kwenye siasa. Kwa hiyo ikawa ni rahisi tu, ingawa kulikuwa na shida kidogo, kwa sababu nakumbuka tuliwekewa vipingamizi sana. Moja, nikaonekana mwenzangu mgombea wa Chama cha Mapinduzi aliniambia kwamba mimi sio mzaliwa wa kata ile. Wala sio sistahili kugombea. Kupoteza sifa za kugombea kule. Nilipoteza sifa za kugombea. Kwa hiyo mapingamizi yalikuwa mengi sana. Alikuwa na mapingamizi karibu 3-4, ambayo sasa wilayani alishindikana kwa uamuzi wake, yakaenda taifa. Wa maamuzi yake alikuwa Dodoma. Katika watu ambao walichelewa kufanya kampeni pamoja na mimi, nilichelewa sana kufanya kampeni kwa sababu ya mapingamizi ambayo yalikuwa. Baada ya rufaa kutoka Dodoma, yaliletwa barua kwamba mimi niendelee, na baada ya kusikiliza, nadhani baada ya kujiridhisha kwamba mimi nimezaliwa kule na baada ya ushahidi mbalimbali, basi ikatakiwa mimi niendelee na kampeni.
hiyo baada ya kufanya kampeni nilishinda, nilitangazwa, kwa sababu wananchi wa kule asili yao wakiamua jambo lao sio sawa na mjini. Wale kijijini wakiamua jambo lao kule kata ya Uhenga, na washukuru sana kwa sababu waliamua kwamba kwanza walijua matokeo kutoka kwenye vituo. Walijua matokeo kutoka kwenye vituo kwa sababu matokeo yale yalibandikwa. Wananchi walivyo, vituo vilikuwa 7. Matokeo yote yalibandikwa nje ya vituo. Kwa hiyo waligundua kutoka kule kwamba utofauti wa hawa madiwani wa Chama cha Mapinduzi na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, utofauti wao walianza kukuta wana vijiji kutoka kule vijijini kwao, kutoka kwenye vituo vyao. Wapiga kura wakaamua sasa, kwa sababu majibu walikuwa nayo baada ya kujumlisha zile kura kutoka vijiji vyote vitatu, wakagundua kwamba mimi nimeshinda. Kwa hiyo walichokifanya waliandamana mpaka jengo la kata, ofisi ya kata ambako matokeo yanatangazwa. Na kwa sababu walikuwa na majibu yao, walisema hawawezi kutoka mpaka mtu wao ambao wanadhani ameshinda atangazwe. Kwa hiyo kulichukua muda mrefu. Nadhani siku ile nilitangazwa kama saa 6 hivi na robo, nilitangazwa kwamba ndio mshindi. Usiku wa saa 6 na robo ndio nilitangazwa, baada ya wananchi wale na baada ya mmoja wao kuonyesha kwamba sasa hawezi kutoka, kwa maana wanajua aliyeshinda na kwamba hawafikirii kwamba wao humo ndani, ingawa mtendaji wangu wa kata wa kipindi chenye hicho alikuwa mgumu sana, nataka kumtangaza mtu mwingine asiye mimi. Wananchi wale walikuwa wako makini, wakasema sisi hatuwezi kutoka na sisi tunajua aliyeshinda, na wakawa wanapiga kelele kwamba aliyeshinda ni Alfani Rashid Kawambwa na kula zake ziko hivi, wakawa wanazitaja na matokeo wanayo, wakawa wanasema yani kwa sauti, wako nje wakati tume ile ya uchaguzi iko ndani, wao matokeo wako nje, wakawa wanasema kituo cha kijiji cha Uhenga, kituo X kimepata hivi, kituo B kimepata hivi, kituo C tumepata hivi, Uhenga Mapogoro kituo A, kituo B kula zake ni hizi, tofauti yake ni hii. Ikulimambo kulikuwa na vituo 3 4, kituo cha kwanza hivi, kituo cha pili, wakawa wanasema. Sasa bahati nzuri kitu ambacho kilisaidia ni watu wale walikuja makundi matatu. Yaani kila kijiji kilikuja na watu kama 100 hivi. Watu wao ambao wanashindikiza kupita kwangu kwamba huyu ameshinda. Okay. Na ilikuwa rahisi kwa sababu kwanza walipofika kwenye ofisi ya kata walijitenga kwa maana kila kijiji kilikaa upande wao. Na wao kila kijiji walikuwa na msimamo wao. Na wanatoa matokeo kwamba matokeo ya kule Ikulimambo yako hivi, matokeo ya Mapogoro yako hivi. Msemaji alikuwa mmoja anasimama, walikaa chini wote, wakawa wananyanyuka mmoja mmoja, nadhani walichaguana viongozi, wakawa wanasema matokeo ya Ikulimambo yako hivi, matokeo ya Uhenga yako hivi, na matokeo ya Mapogoro yako hivi. Sidhani nyinyi huko ndani, nyinyi polisi na watu wengine, sidhani kama mtaleta mtu mwingine. Mkileta mtu mwingine, sisi tunajua mtu wetu ni fulani. Kwa hiyo walipiga kelele, walipaza sauti, na kwa kweli ili kudai haki, nadhani kupaza sauti ni msingi sana. Kwenye jambo lolote la msingi, ukidhani kwamba una haki ya kupaza sauti, basi inasaidia sana kupaza sauti ili upate haki zako za msingi. Nataka kujua vitisho pengine kwa upande wako vilikuwa vipi, kwa sababu kitaifa mlikuwa wawili. Ndio. Haukupokea vitisho vyovyote? Vilikuwa vya vingi, na kimsingi nilitishiwa sana. Wakati mwingine nilitishiwa kutekwa, wakati mwingine hivi kwamba sisi vovote itakavyokuwa tutatangaza jina la mtu mwingine, huwezi kutushinda. Yani kulikuwa na mambo mengi. Kwa mfano siku moja mimi narudi usiku, wakati tumefika kutoka kwenye kampeni, bahati nzuri nilikuwa na kundi kubwa sana la watu, lakini nadhani kulikuwa na watu ambao hawana dhamira njema, lakini kwa sababu ya wingi wetu na watu tulikuwa nao, ilikuwa ni rahisi tu tukavuka hicho kwa sababu tulisimamishwa kwamba inaonekana nyinyi, alikuja mtu akasema nyinyi kule inaonekana mmefanya jambo si nini, ni kama vile walikuwa wengi, lakini baada ya kundi ile, kwa sababu ilikuwa kubwa, walivyokuja pale ikawa ni rahisi sana, tukapita tukarudi maeneo yetu, na nikamwambia wananchi wangu kwamba msivunjike moyo. Hii ni safari ya mafanikio, nadhani kwa sababu ya vile ambavyo mimi na focus na kata yangu na hisia na kata yangu, lakini tutafanya maendeleo makubwa kupitia kwangu, kwa sababu naamini mimi natosha kupeleka hoja zenu kwenye halmashauri. Kuna maeneo mengine yoyote ambayo kata ya Uhenga ambayo mara ya kwanza kabla hujaingia madarakani yalikuwa hajafunguka aidha kwenye miundombinu, lakini kwa sasa baada ya kuingia wewe madarakani tunaweza kusema kumefunguka? Kwa kiasi kikubwa sana. Na nasema kata ya Uhenga imezaliwa upya. Ni kata imezaliwa upya. Nataka nikwambie kata ya Uhenga ilikuwa haifikiki kwa barabara. Zote zilikuwa zifikiki.
zilikuwa mbovu barabara zote, hakuna madaraja, hakuna usafiri wote unaofika Uhenga. Lakini nashukuru Mungu kwa kipindi hiki cha miaka 5 na ndoto ya wananchi wa Uhenga nadhani imetimia, kwa sababu barabara zote ukitoka Makambako kwenda Uhenga haukanyagi maji mahala popote, madaraja yapo yote mpaka Uhenga, yametengenezwa kwa kipindi hiki ambacho mimi niko madarakani. Ukipitia njia ya kutoka halmashauri, ukipita njia ya Mngerenge Ikwavila, huwezi kukanyaga maji mpaka unafika Uhenga. Uhenga ni makao makuu ya kata. Lakini pia ukitoka pale kwenda Mapogoro zimelimwa barabara za kisasa ambazo unafika. Tena tumelima mpaka halmashauri ya wilaya ya Mbarali ambako mkoa wa Mbeya tumelima barabara. Kwa hiyo kuna mawasiliano makubwa. Kata ya Uhenga imefungwa kwa kiasi kubwa sana. Haikuwa ifikiki. Hiyo moja. Lakini ya pili ni kata ambayo haikuwa na sekondari. Lakini sekondari sasa ipo na mwaka huu watoto nilivyoingia, cha kwanza ilikuwa kufocus kwenye elimu. Nilidhani pamoja na miundombinu ya elimu, nilidhani vitu vya msingi sana. Nilivyoingia madarakani 2020, cha kwanza ambacho niliwashauri wananchi baada ya kutangazwa ni kwamba tujitahidi kuonyesha sisi mwanzo kwamba sisi tunaweza kufanya, halmashauri itatukuta tuko njiani tunaendelea kufanya mambo ya elimu. Nilichokifanya, nilikuwa na watu ambao wana huku wahisani, watu wangu ambao rafiki zangu wako Makambako hapa mjini. Nilichokifanya ni kuwaomba tofali, nikawaomba halmashauri, injinia wa halmashauri aje apime maeneo ya shule, ramani ya madarasa, wakanipa wenzangu matofali, wananchi wakahamasika, baada ya kuona tofali zinasogea pale, wakanipa tofali kuanza kujenga. Kwa hiyo tulijenga sekondari, tukaanza yani ilikwenda kwa haraka kwa sababu baada ya kutangazwa tu ile mwezi wa 11 ile ilikuwa. Tulifanya hivyo, inapofika Januari wanafunzi walikuwa wanaingia darasani. Kwa hiyo ninaposema mimi na wewe saa hizi wanafunzi wanamaliza kidato cha 4 kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo utakuta ni hali hiyo ipo. Miundombinu ninavyosema hivyo, elimu ipo, lakini kijiji kimoja kati ya vijiji hivyo kulikuwa hakuna shule ya msingi. Kijiji cha Mapogoro hakukuwa na barabara wala hakukuwa na shule ya msingi. Watoto walikuwa wanatembea karibu kilomita 15 kuitafuta shule ya msingi Uhenga. Ni kijiji cha Mapogoro lakini hakina shule ya msingi. Lakini hivyo ninavyosema mimi na wewe, tuna madarasa 6. Watoto wa Mapogoro wako darasani, wanasoma pale na walimu wako pale wanaendelea kufundisha. Tumejenga shule madarasa 6, madarasa 4 yamejengwa kwa awamu. Hivi sasa ninapoongea na wewe namalizia madarasa 2 pamoja na ofisi ya walimu. Tunamalizia pale nadhani baada ya muda sio mrefu, kwa sababu nimepata fedha za kumalizia. Nilikuwa nataka kama milioni 10 tu nipate, lakini nishapata, halmashauri imeshanipa, namalizia pale shule ya msingi niwe na madarasa 6. Kumekuwa kuna zana kwamba sehemu zozote ambazo zinatawaliwa na upinzani zimekuwa zinachelewa kuendelea. Kuna ukweli wote? Hakuna ukweli wote, na nadhani nilitaka nimalizie kitu kingine cha pili. Hakukuwa na umeme. Kata ya Uhenga naingia mimi, kulikuwa hakuna umeme, ni tabu tupu, wananchi ilikuwa giza. Lakini sasa ninavyoongea na mimi na wewe, vijiji vyote vitatu vina umeme. Vina umeme vyote, na kwa kweli nimeingiza shuleni, watoto wanapata wanasoma wakiwa kuna mwanga na vitu vingine vinaendelea. Na kwa kweli dhana hiyo kwamba ukishapita upinzani hakuna maendeleo ni dhana potofu. Na niwaambie, ni washauri wananchi wa halmashauri ya Ng'ombe, ni maneno ya kisiasa, lakini kwenye uhalisia unavokuwa diwani ni maana yake unawakilisha wananchi wote, waliokuchagua na wasio kuchagua, wana CCM na wana Chadema, watu wote unawakilisha wewe, ndio msemaji namba 1 wa kata hiyo. Kwa hiyo kimsingi unapofika halmashauri sasa unakutana na kitu wateule wote wa rais na ambaye anatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini kama maagizo yake kwamba kama mlishindana nje ya siasa, nje ya huko, lakini wote mnapofika kwenye halmashauri wote ni madiwani, wote mtakiwa kupata haki sawa. Na hilo anasisitiza sana kwamba lazima mbunge, anasisitiza, anawaambia halmashauri. Lakini pia ninadhani mimi nimepata maendeleo kwa sababu ya unyenyekevu wangu na utii na kuzijua kanuni za halmashauri. Kwa sababu ukishajua kanuni za halmashauri upate tabu, kwa sababu unakuwa kisema kile ambacho unakijua. Unajua sio sisi unapokuwa upinzani, cha kwanza unajihami kwamba hivi nakwendaje halmashauri, nini cha kusema ili nionekane wananchi wangu na napeleka kile ambacho kinastahili. Kwa hiyo tunakuwa na vitu vya namna hiyo. Sasa ukiwa wenzetu wamezoea kulipuka tu, unaweza kulipuka jambo ambalo halina msingi na ukadhani, kwa sababu kimsingi unapokuwa halmashauri kwanza kuna wasomi, wale wataalamu wote wa halmashauri ni wasomi. Sisi kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ujue kusoma na kuandika.
ujue kusoma na kuandika. Sasa sisi tunapokuwa sasa tuko halmashauri, unapokuwa halmashauri, mimi najipima kwamba kinachotakiwa, moja ya jambo la msingi sana ni kushauriana na wataalamu wa halmashauri ambao wanaweza kutuongoza kwamba nini kifanyike na kwa wakati gani, na ushauri wao kwenye halmashauri ni nini, kwa sababu lazima mchambue mambo ambayo wataalamu wa halmashauri wamewaelekeza kwamba ili kata fulani iwe na maendeleo lazima tufanye 1, 2, 3. Sasa kama ufanyi hayo, maana yake unaweza kupata wakati mgumu bure tu, lakini kimsingi unakuwa ufuate taratibu tu na kanuni za halmashauri, kwa sababu sisi unapokuwa diwani, wataalamu wote wanakuwa wameibua miradi kwamba tunadhani kwenye halmashauri, tunadhani madiwani tungefanya 1, 2, 3 tunaweza kusaidia. Sasa ni vizuri ukakubaliana nao ili mambo yasiende, lakini pia kama uelewi, unaweza kuwafuata wataalamu wa halmashauri wakakuelekeza. Nimekuwa kwa muda huu wote nikiwa mnyenyekevu wa halmashauri, nikisaidiana na mwenyekiti wa halmashauri vizuri, na ninashukuru dada yetu Agneta Mpangie ndio mwenyekiti wa halmashauri. Ni dada mzuri sana, amekuwa hana upendeleo, anafanya kazi vizuri. Anafanya kazi vizuri na anakusaidia mahala ambapo unakwama na anakuelekeza kwamba ni mahala gani unapotea. Na kimsingi mimi nimekuwa kwao kama ni sehemu ya kuwaambia hata wenzangu wa Chama cha Mapinduzi kwamba tunapofika hapa lazima tuheshimu kanuni na taratibu za halmashauri. Umeuliza swali, ni nani aliyempiga risasi Lissu? Kwa kweli siwezi kutoa majibu ya moja kwa moja nani alimpiga. Yeye anaweza kuwa na majibu sahihi nani alimpiga risasi. Nasema hivi kwa sababu katika mahojiano mbalimbali ambayo Mheshimiwa Lissu amekuwa akifanya, yeye anasema wapo na anawajua. Ipo siku atawataja. Nadhani tusubiri hilo, kwamba ipo siku Mheshimiwa Lissu atawataja na sisi tutajua nani alimpiga risasi, kwa sababu yeye anasema aliwajua, na kwa sababu maeneo yale ambako alikuwa anaishi Mheshimiwa Lissu kuna kamera, kuna nyumba za serikali, kila kitu kinaonyesha. Nadhani ipo siku Mheshimiwa Lissu, kwa sababu ni mwenyekiti wa chama, atasema anajua nini. Chadema hamuoni kama mnatirikiwa kisiasa, kwamba kama angekuwa ni kweli alipigwa risasi na watu wasiojulikana, wangekuwa wameshapatikana, kwa sababu tuna serikali yenye watu weredi wenye uwezo wa kuwatafuta wahalifu mahali popote na ikawajua. Labda ile ilikuwa ni mbinu ya kisiasa ili ajulikane zaidi aweze kugombea urais. Huwezi kujulikana kwa kuumizwa. Mimi nadhani siwezi, hilo sio sahihi. Huwezi kujulikana mpaka waumizwe ndio ujulikane, kwa sababu kwa risasi ambazo alipigwa Tundu Lissu, risasi 16, na anasema yeye mwenyewe kwenye mahojiano kwamba anahisi kwamba risasi zingine bado anazo kwenye mwili. Hawezi kushambuliwa vile ukadhani kwamba ndio tiketi ya kisiasa. Mimi nadhani kuna mpango ovu ambao ulipangwa kwa ajili yake, na kwa maelezo yake anasema eneo lile lina ulinzi mkubwa, lakini ulinzi wote uliondolewa. Sasa nani aliondoa? Nadhani hiyo ni jambo jingine. Tunataka tujue, pengine tunaelekea uchaguzi mwaka huu 2025. Unazungumza nini na wananchi na nini tutegemee kutoka kwenu Chadema? Uchaguzi ni kweli, kwa mujibu wa katiba ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uchaguzi unakuwepo. Maana baada ya miaka 5 uchaguzi unakuwepo. Sasa mimi kama kiongozi na kama diwani wa kata ya Uhenga, kikubwa ambacho nakisema kwako au kwa wewe mwandishi wa habari, ni nadhani ni kufuata utaratibu. Sisi tusubiri kauli ya viongozi, tutafuata utaratibu ambao viongozi wadhani ndio sahihi. Sababu mimi sio malaika, mimi ni kiongozi, lakini pia niko chini ya viongozi wa chama ambao sasa matamko yote wanategemea kutoka kwao viongozi wa chama kwamba nini kifanyike kwenye uchaguzi huu unaoendea. Mimi nadhani itakuwa jambo la msingi sana. Tutegemee kukuona tena? Mimi nipo sana, nipo bado, na nadhani wananchi mpaka watakavyosema sasa sitakiwi na nitaacha, lakini kwa sasa bado nipo sana, kwa sababu naona kazi nzuri ya maendeleo niliyofanya kwenye kata ya Uhenga, lakini naona mwitikio mkubwa wa kata ya Uhenga, wananchi wanavyodhani kwamba naweza kusaidia. Na naweza nikasema kitu kimoja kikubwa, ndugu mwandishi wa habari, wananchi wa Uhenga walikuwa kwenye giza nene, kwa maana ya kuaminishwa vitu ambavyo sio sahihi. Moja ya kitu ambacho walikuwa wanaaminishwa ni hicho unachosema, kwamba walikuwa nadhani kwa kichagua upinzani maendeleo hawezi kuja. Kumbe maendeleo ni kodi yangu. Nikinywa maji mimi nishalipa kodi. Ni kodi yangu. Akijaza mafuta mwananchi kutoka Uhenga, akijaza mafuta kwenye pikipiki amelipa kodi. Akaenda kusaga mahindi amelipa kodi. Kwa hiyo ni kodi yetu ndio inayorudi kufanya maendeleo kwenye kata zetu. Ambayo sasa kodi hayo maendeleo kwenye vyama vya siasa hayana chama. Unaposema kiongozi wa siasa kwenye maendeleo hayana chama.
wewe na hoja zako unapelekaje kwenye halmashauri ili utekelezewe. Nadhani ndio kitu cha msingi. Kwa hiyo mimi nipo 2025 nipo, nitakuwepo, ila itegemeana viongozi wangu wa chama wanasemaje, na nitateuliwa kwenye chama changu. Nikiteuliwa kwenye chama changu kule, wananchi wa Uhenga sina wasiwasi nao kabisa, na nitapambana vizuri na wagombea wa vyama vingine vya siasa, na nitaeleza, kila mmoja ataeleza anakwenda kufanya nini Uhenga. Nadhani ndio jambo la msingi. Umefanikiwa zaidi pengine kwa sababu Uhenga, kwenye kata ya Uhenga kuna vijiji vichache zaidi ukilinganisha na kata zingine ambazo zimekuwa na vijiji vingi, kwamba wewe ndio maana imekuwa rahisi kufanikiwa? Hapana, sio kwa maana hiyo. Unajua mimi ninachoamini, wananchi wa kata ya Uhenga wanaamini mtu, sio chama. Wanaamini mtu mwenye mawazo mazuri anaweza kuwasaidia. Moja ya kitu ambacho naamini ni yale ambayo mimi nadhani yanaweza kusaidia. Hayo ambayo niliwaahidi wananchi wa kata ya Uhenga kipindi kile nagombea, kwamba tunafikiri tutaomba halmashauri, tutashinikiza halmashauri tujengewe shule, tuletewe umeme, tujengewe shule ya sekondari, shule ya msingi, tukarabati shule za msingi ambazo zipo, kwa sababu shule ya msingi Uhenga imekarabatiwa, imejengewa madarasa mawili mapya, imejengewa darasa moja, nilishasahau hilo. Madarasa mapya mawili shule ya msingi Uhenga. Tumetengeneza chekechea, shule darasa la chekechea lenye la kisasa ambalo lina vitu vyote, shule ya msingi Uhenga. Sasa hivi nadhani kipindi hiki chote, kipindi kilichobakia tutakwenda kijiji cha Ikulimambo ambacho pale nadhani Mwenyezi Mungu akipenda tuna mpango kwamba pale kuna madarasa yamechakaa, shule ya msingi Ikulimambo. Mungu akipenda, kwa sababu ni mipango ya halmashauri ambayo tumeshaipanga. Nadhani tunaweza kufanya kitu pale kabla ya uchaguzi 2025. Mungu sawa sawa. Sisi tukushukuru sana. Asante sana. Asante.